na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mwalimu yupo hapa anakuita. Tusikie kama alikuja ama alisusia. 29 inasema naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Nani aliondoka upesi akamwendea? Nani? Hapo namna naomba. Bwana asifiwe. Nani alimwendea? Mwenye kuenda upesi ni mwenye kuambiwa. Mariamu alipoambiwa aliondoka akaenda upesi. Amen. Akamwendea Yesu. Sikia mstari 30 nasema, na Yesu alipokuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwepo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Bwana asifiwe. Wanadamu wanakuwa na mawazo mengi sana. Mawazo ya wanadamu ilikuwa sawa moja, kuna mwingine anawaza hii, mwingine anawaza hii, lakini je, wewe unawaza nini? Amen. Kile unachokiwaza wacha kiwe pamoja na imani ndani ya Kristo Yesu. Sababu Mariamu alikuwa mahali na Martha alikuwa mbali. Aliyoenda kumwambia Martha, alienda kumwambia Mariamu ya kwamba Yesu, mwalimu yuko hapa anakuita. Alichukua hatua ya imani. Bwana asifiwe. Ile hatua ya imani aliyoichukua ndio ilifanya Mariamu aondoke upesi. Mariamu alipoondoka upesi akaenda mahali Yesu yupo. Na wale wengine Wayahudi waliokuwa pale wanamfariji. Walikuwa wanamfariji. Kuteremshe chini sio tena muongeze. Walikuwa wanamfariji. Inahitajwa na uvumilivu, kwa sababu Yesu alipomwambia Martha ya kwamba ukiniamini mimi ndiye uzima na ufufuo, yeye alisema namna gani? Najua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai anayekuja ulimwenguni. Haleluya. Kumaanisha kwamba ali-expect ni future. Lakini kwa Mungu siku moja ni miaka ngapi? 1000. Na miaka 1000 kwa Mungu ni siku moja. Sasa unakuta kwamba lazima umwaminie Mungu kwa yale ambayo unataka Mungu akutendee. Na ujue kwamba Mungu akuna nguvu katika ufufuo wa wale ambao walikufa kimwili, watakuja kufufuliwa siku ile Yesu atafanya nini? Atarudi. Na kuna wale pia wamekufa kiroho. Kukufa kiroho ni kutokuamini. Unasema kwamba niko tu, tunasoea shida. Ndio, shida zipo ulimwenguni. Lakini Yesu yupo atusaidie tutoke katika shida. Amen. Yesu anatusaidia sisi wenyewe tutoke katika shida. Hawezi kututoa katika shida. Ni imani itakufanya unapomwaminia Yesu, wewe mwenyewe utatoka katika hiyo shida. Kwa kuwa na imani. Ulisikia Mariamu alifanya nini? Aliondoka upesi katika ile alimani alikuwa, ile state alikuwa, akamwendea mwalimu. Maana aliambiwa na Martha ya kwamba mwalimu yupo hapa. Kwa hivyo lazima uchukue hatua ya imani. Usonge katika imani huko. You have to progress. Lazima ukue. Si hata mtoto ana grow. Unapomlisha mtoto chakula, si ana grow, anakuwa. Atanenepa, atarefuka, utajua mtoto ana grow. Kama alikuwa tembea, unajua akianza kutembea, unajua ana grow, anakuwa. Na asi katika imani, tunapomwaminia Mungu, hata tunapokuwa katikati ya majaribu, lazima umwaminie Mungu kwamba atafungua mlango wewe kutokea katika ile majaribu. Haleluya. Hivyo Mariamu aliondoka upesi. You have to progress. Mariamu aliondoka upesi, lakini wale wengine walifikiria anaenda kwa kaburi kulia. Lakini alikuwa ameenda pale kwa sababu alikuwa na imani na Yesu. Amen. Miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu angalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliomfuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Bwana asifiwe. Yesu alielewa hali yenye walikuwa nayo. Wayahudi wale walikuwa wanalia, Mariamu alikuwa analia, hata Yesu akafadhaika rohoni mwake. Akajiunga nao. Lakini alikuwa na tumaini. Alikuwa na tumaini, alikuwa na jibu la kuwapatia.
Sikia. That 6. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya hata huyu asife? Unasikia Wayahudi vile baadhi yao walisema, nusu walisema ona vile alikuwa anampenda, na wengine wakasema huyu alimpofua yule kipofu macho. Mbona hakufanya yeye asikufe? Bwana asifiwe. Si hata wewe wakati mwingine wanadamu wanaweza kufanya namna hii. Wakasema yule amesema ameokoka, mbona sasa amefanya ile dhambi? Sasa makejeli yanaweza kuwa mengi sana katika imani ya Wakristo. Lakini wewe jipe moyo, muaminie Mungu ya kwamba anakujua, anakujali na ana mpango mzuri kuhusu maisha yako. Walimfanyaje Yesu? Walimkejeli. Na maji Yesu alikuwa pale. Yesu ni Mungu, alikuwa pale. Na aliona tu katika nafsi zao mioyo yao wanafikiria. Lakini hata hapo hukumu alinyamaza. Amen. Yaani nyamaza. Kwa sababu anajua anachoenda kukifanya dakika chache kichole. Yesu alifanya nini? Mstari hapo chini 38. Bali Yesu akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango. Na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, "Liondoleeni ile jiwe." Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, "Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4." Yesu akamwambia, "Mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?" Hapa tunahitaji uvumilivu. Maana Yesu alimwambia Martha wakati walikutana, lakini Martha imani yake tena imerudi chini. Wakati anaambiwa ondoleeni jiwe, tena anaanza kumwambia Yesu kwamba ananuka. Hii conversations, hii mazungumzo inatufanya tuone kwamba hata nasi kuna wakati tunapata majaribu. Mungu anakushindania leo, lakini ikifika kesho nyingine umesahau yale Mungu alikutendea juzi. Bwana asifiwe. Imani yako inakuwa imerudi chini. Lakini inahitaji usife moyo. Inatakana uwe na moyo mkuu. Ujipe moyo mkuu. Hata ukiwa katikati ya majaribu mazito, usife moyo. Usione kana kwamba umefika mwisho. Inahitaji ujipe moyo mkuu. Haleluya. Unajua sisi tunapenda kuwa na roho kidogo kama ya panya. Unajua panya ukimstua kidogo, anatoroka. Umeshaona panya? Panya huwa anatembea akiangalia akiwa chochote. Kitu kipate ashatoka. Tusiwe na roho kidogo kama ya panya. Ukipata jaribu kidogo, unakufa moyo. Unakiva unasema hata inaonekana Mungu hayuko, hata inaonekana hawa Wakristo hakuna mahali wanaenda, hata inaonekana hapana. Usiwe na roho kama ya panya. Wewe kuwa jipe moyo mkuu. Haleluya. Kuwa na roho ya uvumilivu. Vumilia katika shida zote. Ukiwa na Roho Mtakatifu, moja wapo ya tunda la Roho Mtakatifu ni uvumilivu. So unahitaji kuvumilia katika hali zote zile ambazo unakumbana nazo. Najua sio rahisi kuvumilia. Lakini vizuri pia kuvumilia, maana ndio maana Yesu akasema, "Siwaachi nyinyi kama yatima, nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu." Haleluya. So ukikubali Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akufundishe jinsi ya kuomba, akufundishe jinsi ya kusoma neno, akufundishe jinsi ya kutembea katika njia za Mungu, utakuwa na tunda moja hapo ndani ya uvumilivu. Utu wema, fadhili, utaweza kuvumilia. So unakuta kwamba Yesu akamwambia, "Sikukuambia kwamba mimi ndio ufufuo na uzima?" Hebu tuone sasa alipojibu. Maana Yesu amemtia moyo Martha. Inasema basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, "Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma." Haleluya. Yesu alikuwa anasema haya maneno kwa sababu ya mkutano. Wewe unapovumilia na kushinda shida ni kwa sababu ya wale wengine pia wajue kwamba Mungu yupo na anakujua na anakufahamu na anatenda kazi njema ndani yako. Amen. Maana yeye ni Emmanuel pamoja nasi. Kwa hivyo tujipe moyo wakati wa majaribu. Hata unapokwazwa, hata ukikwazwa na mwenzako ukikukwaza, akwambie mambo mazito ambaye upo expect yeye akwambie, wewe vumilia, wewe jipe moyo, kuwa na imani ya kwamba kuna siku Mungu atamfungua macho mwenzake. Amen. Kuna siku Mungu atamfunulia kiroho mambo ya imani ambao yeye aelewe, yajui. Usife moyo haraka, usivunjike moyo. Hata mtu akuja kutusi akwambie wewe ni hivi na hivi, haimaanishi ni hivyo wewe ulivyo, bali inahitaji tu ni process. Haleluya.
unajengeka kiroho. Majaribu ni mengi. Kwa hivyo huyu majaribu ya dada yao, ndugu yao, walipopata na majaribu ya ndugu yao, hata hii majaribu yote imekupata. Kwani Mungu ameenda wapi? Hii yote unayopata usife moyo, wewe vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia. Vumilia ndani ya Yesu. Yesu mwenyewe ukiwa naye ndio ufufuo na ndio uzima. Amen. Yesu ndio ufufuo na uzima. Ukimwamini utaona makuu. Kwa hivyo waliondoa jiwe, Yesu aliposhukuru mbinguni alisema hivi: "Ninakushukuru Baba, maana siku zote unanisikia. Nasema haya kwa sababu ya hawa." Hawa ni wale Wayahudi walikuwa pale, kina Martha, hata kina Mariam walikuwa pale. Yesu alikuwa anazungumza kuwachenga ndio wajue kwamba Mungu yuko anatenda. Ukiomba kwa njia ile alikuwa anawasema kwamba unapomuomba Mungu anasikia maombi. Haleluya. Unajua usipoomba Mungu, wewe unyamazia rohoni mwako. Ndio, Mungu anajua unahitaji, lakini lazima ufungue kinywa kuonyesha kwamba umeimani. Lazima ukiri kutoka kwa kinywa chako ya kwamba inawezekana. Amen. Unapokiri kwamba inawezekana, Mungu anapewa utukufu. Na kwa njia hiyo unashuhudia makuu ya Mungu. Haleluya. Sasa tumezungumzia mambo mawili hapa. Kuna kule kukufa kimwili na kukufa kiroho. Amen. Kufa kiroho ni wakati mtu anakuja anakufunja moyo, anakufanya uone kwamba hakuna una matumaini unakoelekea. Lakini wewe mwenyewe usikubali kufa kiroho. Lazima uwe hai. Maana Yesu aliye ndani yako hako hai. Amen. If you are the living God in you, then you must be alive. Ikiwa Mungu yuko ndani yako na hako hai, lazima pia wewe mwenyewe ukue hai. Maana Mungu aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo inatosha kwamba Yesu akisema yeye ndio kila kitu, hakuna mwingine atakuja kusema. He has the final say. Yesu akisema atakubariki, akisema anakuponya, akisema anakufua kiroho. Haleluya. Haijalishi wanadamu wanasema nini. Unaona? Hapa wanadamu walisema kama Yesu mwenyewe alipompofua yule mwingine macho, hakuweza kuzuia huyo asikufe. Hao ni wanadamu wanasema. Lakini Yesu hakusikiza hiyo. Na hata wengine wakasema ona vile alikuwa anampenda. Na hata Maria akasema Yesu ungelikuwa hapa ndugu yangu angalikufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanadamu watasema mambo mengi sana, lakini tunachojalisha Mungu anasema nini kuhusu? Hiyo ndio kitu ya muhimu. Mungu anasema nini? Kwa hivyo usifungue masikio yako kwa wanadamu, fungua masikio yako kwa nani? Kwa Yesu. Haleluya. Yesu atakutendea. Yesu ndiye akona jibu la mwisho ya maisha yako. Akona jibu ya hali yote ile ya maisha yako. He has an answer for every condition of your life. Bwana asifiwe. Yesu peke yake ndiye akona jibu la ile hali yenye unaweza kuwa uko nayo. Kama Mariamu na Martha, condition yao siku hiyo ilikuwa ndugu yao alikuwa amekufa kimwili. Amen. Lakini hata hao pia walikuwa wamekufa kiroho, maana hawakuwa wamemwamini kwamba Yesu ni ufufuo. Haleluya. Ilibidi Yesu alihubiria mara 2 3 ndio waanze kuamini. Hata anapowaambia ondoa jiwe, wanasema anaruka. Haleluya. Ni mara ngapi wanadamu wanakuja kuambia shida zako ni kubwa, haziwezi kutatuliwa? Si ni mara nyingi? Hata wewe mwenyewe tukasema siku nyingine kwamba adui wa mtu ni mtu mwenyewe. Si hata watu wa nyumbani mwake, ni mtu mwenyewe. Ni mwenyewe. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe lazima uamini kwamba ndani yako uamini kwamba Mungu anatenda, ndiye akutendee. Kabla hata watu wa jamii yako atakufunja moyo, lazima wewe mwenyewe kwanza usifunjike moyo. Uwe na moyo mkuu. Hallelujah. You must have a big heart. Hallelujah. Kwa hivyo ukimwaminia Mungu, maisha yako itabakia vile yalikuwa. Your life must change. Na Yesu akihusika katika maisha yako utabakia vile ulikuwa, lazima utabadilika. Hallelujah. Sasa alipofika pale kwenye nyumba wa kila jamii ya kina Martha, si mambo yalibadilika. Kwa watu wote waliamini kwamba Yesu ndio ufufuo. Na sasa ufufuo wa kwanza kiroho, you must have revival in you. Lazima uamshe ukweli ndani yako. Lazima uwe uhai, lazima uwe na uzima ndani yako. Ukiwa na Yesu
lazima uwe na uzima wa kiroho ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi wamekufa kiroho. Ukifikiria kwamba ni kukufa tu kimwili peke yake. Kukufa kiroho ni wakati unavunjika moyo, wakati hauna matumaini, wakati huoni mbele wala nyuma. Hapo ndio wakati unamhitaji Yesu aje katika maisha yako. Imani yako uichochee hata kama inaonekana iko chini sana. Lazima umlilie Mungu akusaidie katika njia ya maombi. Amen. Na Mungu anajua hali ulio nayo. Na Mungu anajua yote unayoyapitia. Na Mungu kwa sababu ni Mungu mkuu, ni muweza, ndio maana anaitwa a mighty God. Anaitwa Mungu mwenye nguvu. Kwa hivyo kama ni wewe ni udhaifu ule naye wa kiroho, ukimuita Yesu Mungu mwenye nguvu, atakutia nguvu ndani yako na utaona uzima ndani yako wa kiroho. Haleluya. So nataka nikupatie vifungo ambavyo unaweza kwenda kusoma katika hali hiyo ambayo unaweza kuwa unapitia kila siku. Mwaka huu mrefu, ninajua kwamba na mambo mengi unaweza kuwa unapitia ama utapitia, lakini nataka ukifika katika zile condition ama katika zile hali, huo unakumbuka kwamba Mungu yuko, yeye ni muweza, ndio uzima na ufufuo. Sio kufufua tu kimwili, hata kiroho anaweza kukufufua wakati uko katika hali ile ambayo unajipata huko ndani yake. Kitabu andika Marko 8:23 mpaka 25. Marko 8:23 mpaka 20. Marko 8:23-25. Andike pia Yohana 7:14. Yohana 7:14. Pia uandike Luka 7 mstari wa 19. Luka 7 mstari wa 19. Andika hiyo. Na pia uandike Lamentation, ni kumbukumbu ya Torati 3:32. Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati kweli hapana. Lamentation inaitwaje? Maombolezo 3:32. So hizo vifungu najua vitakusaidia. Kukua kwako kiroho itakusaidia. Kama Yesu alimfufua mwana wa yule mjane. Amen. Hata nawe katika ile hali yako ya kiroho ulio naye atakufufua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umevunjika moyo, wakati umekufa kiroho, yani umevunjika moyo, unaonekana kwamba hali zote zimefika mwisho, God is there for you. He will raise you up. Amen. From that condition you are. Kwa hivyo acha Mungu wetu awabariki. Acha Mungu wetu awainue, awaongoze katika kila jambo. Najua kwamba atazidi kutenda makuu. Labda tu ningesoma hiyo moja, kitabu kifungo kimoja, hiyo ya Luka 7:19. Tuende pale Luka 7:19. Hiyo tu ndio ningesoma, alafu tuombe. Luka 7:19. Luka 7:19. Inasema, ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Hiyo ndiye Yohana Mbatizaji. Aliposikia miujiza ya Yesu inafanyika, akatuma mwanafunzi wake, akamtuma akaenda akamwambia aulize Yesu kama yeye ndiye ambaye anakuja ama tumngojee mwingine. Amen. Kwa sababu kuna hii mambo iko imefanyika kwake, alisikia matendo makuu ya Mungu. Na wewe pia muaminie Mungu atende miujiza mikubwa, mpaka hata watu wakisikia yale Mungu amekutendea waanze kuuliza, ni Mungu alimtendea ama alile kwa waganga? Bwana asifiwe. Ndio wewe waambie kwamba Yesu wa Nazareti, Mungu wangu ndiye amemtendea haya makuu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa wacha Mungu wako atende makuu mpaka watu washangae yale Mungu anakutendea. Wakati umevunjika moyo, wacha mulilie Mungu akutie moyo, akusaidie uendelee mbele, usife moyo mpaka maadui zako wale watu wanakuwa expect kwamba utaanguka katika imani, uone kama bado umesimama katika Yesu. Ndio washuhudie makuu ya Mungu kwamba ikiwa Mungu alimshindania yale, hata na sisi tutushindania. Amen. Lakini hilo swali Yesu hakupendezwa nalo, alitaka watu wakuwe na imani.
Hilo swali yenye Yohana alituma wanafunzi kwenda kuuliza, Yesu hakupendezwa nalo. Alitaka sana Yohana Mbatizaji awe na imani, kwa sababu ukiangalia hata kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji vile walizaliwa kulikuwa na connection. Amen. Wakati Maria alienda kumsalimia Elizabeth, si unakumbuka kile kilifanyika? Kito kidogo kiliruka ndani ya tu. Na wakati Yohana amezaliwa, mnakumbuka muujiza gani ulifanyika? Nani alikuwa hapo? Haleluya. Aya, wakati Yesu anazaliwa, mnakumbuka yule mzee wetu wa Simeoni alifanya nini? Amen. Sasa Mungu wetu tunamtumikia ni Mungu wa miujiza. Na kwa sababu ni Mungu wa miujiza, nasi tuendelee kumwomba tutendee miujiza. Kwa sababu yasiyoeleweka kwa wanadamu wengine, kwetu sisi ambao tuna imani na Yesu inawezekana. Hata Luka 1:37 inasema kwamba, nasemaje mnadhani? Yote inawezekana? Tuwe na imani, yote inawezekana. Katika hali uliko nayo, inawezekana wewe peke yako uonekane umefika peke yako katika hali fulani una msaada, mwaminie Mungu atatenda. Amen. Tusimame juu. Nataka tuombe. Tuombe Mungu ya kwamba atusaidie. Tusimame juu. Tumefika mwisho wa ibada yetu, nataka tumwaminie Mungu kwa mambo makuu mwaka huu. Mambo yote ambayo utakayopitia, hali zote ambazo uko nazo, mwambie tu Mungu akuwezeshe, akuinue kiroho, akuongoze, akushindanie yale yote ambaye wewe ukiangalia unaona kwamba ni mlima. Mungu ni mwaminifu, amesema kwamba hapana jambo lisilowezekana kwake. Aliambia Martha na Mariamu kwamba ukiamini kwamba mimi ndio ufufuo na uzima, taishi. Haleluya. Yote inawezekana tukiwa na imani. Kwa hivyo tutembee katika imani mwaka huu wote, tutembee ndani ya Yesu, tukae ndani ya Yesu. Tusimwache aende, tusiende mbali na Yesu. Kila wakati tuwe na ushirika na yeye. Tumwaminie Mungu kwa kila jambo. Mungu wetu ni mwaminifu. Hata kama itaonekana kwamba majaribu tunayopitia ni mazito, hata kama itaonekana kwamba hakuna naye kushika mkono,